Satan Boy. Satan Boy. Dada, mbona unanitazama sana? Kwani unanifahamu? Ninakufahamu ndio, japo wewe unifahamu. Kivipi? Mimi ni jirani yenu, nakaa nyumba ile yenye duka pale karibu na nyinyi. Oh, sawa, nashukuru. Ni shabiki yenu, napenda namna ambavyo mnampenda Mungu wewe na mume wako. Karibu sana. Asante. Nitakuja nyumbani kwako ili tuwe marafiki zaidi. Hadi nyumbani kwangu unapajua? Kwa Joshua kunapa pa kupotea. Joshua anavyompenda Mungu hivyo. Basi sawa, karibu sana. Asante. Karibu sana. Nashukuru. Asante sana. Bishop. Naam. Leo naomba unitoe kwenye huo msitu wa Kiza Kinene. Hivi hapa duniani kuna dini ngapi? Swali zuri sana Eden. Kwenye ulimwengu wetu kuna dini nyingi sana. Lakini dini kubwa ziko 5. Ambao dini ya kwanza ni Christian, yenye wafuasi zaidi ya bilioni 2 ulimwenguni kote. Dini ya pili Islamic, yenye wafuasi zaidi ya bilioni 1.9 ulimwenguni. Na ya tatu ni Hinduism. Hii ina wafuasi zaidi ya bilioni 1. Na dini ya 4 kwa ukubwa ni Buddha. Hawa na wafuasi zaidi ya milioni 500 ulimwenguni kote. Na ya 5 ni Uyahudi, ambao wana wafuasi zaidi ya milioni 15. Na hawa wote wanamwabudu Mungu yupi? Hawa wanaabudu miungu tofauti kwa majina. Christian wanaabudu katika Mungu mmoja ambao anamuita Yehova, lakini amegawanyika katika sehemu 3: Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Islamic ndio anasimama katika Mungu mmoja, wao wanamuita Allah, ambaye pia wanamuita Mungu wa Ibrahim. Lakini Hinduism hawaamini katika Mungu mmoja, wenyewe wanaamini katika miungu mingi. Wana Vishnu, Brahma, Lakshma, Shiva na wengineo. Na Buddha wenyewe waamini katika Mungu, bali ni falsafa ya njia ya kiroho iliyoanzishwa na mkuu wao anaitwa Buddha. Na wengi wao wanaamini Buddha ni kama kiumbe cha kiroho ambaye ni Mungu lakini sio muumbaji. Na Uyahudi pia wanaamini katika Mungu mmoja, wanamuita Yahweh au Elohim. Na vipi kuhusu wewe Bishop? Mimi nipo kinyume nao wote hao, kwa sababu hao wote fahamu zao zimefungwa na kufuri la usingizi na hawawezi kuamka tena. Mungu wangu ni Mungu mwenye nguvu, asiwe na ukomo kwenye ulimwengu wake, na yeyote atakayemfuata hawezi kuwa maskini. Na hata wewe na ukaribisha kwa Mungu wangu. Karibu sana. Karibu tena wakati mwingine. Hivi shehe, Naam. ulikuwa una maana gani kututoa sisi nje ukabaki wewe peke yako ndani na yule mwanamke? Sasa pale sikuwa naanza tiba na lazima niwe na usiri juu ya mimi na mteja wangu. Usiri hata mimi pia? Ya, kwa sababu hata wewe kwako kuna mambo ambayo nayafanya na weka siri juu yake. Au kuna shida? Ndiyo, shida ipo. Shida gani?
Na vipi kuhusu nyota yake ipoje? Yule rafiki yenu ana nyota kali sana na nzuri sana kibiashara, ila tu inaonekana mume wake anaififiisha. Sasa mimi nyota naitaka. Wewe tena ushaanza. Haya, nitakupatia. Sawa. Alafu kuna kitu kingine. Mimi bwana nimechoka kuishi maisha ya upweke. Nataka ndoa. Unaonekana wewe unapenda sana mambo ya gizani. Yaani nuruni hupataki, unataka giza hivi. Wewe upoje? Shehe gani wewe lakini? Na unajua kabisa Mwenyezi Mungu amekataza zinaa, lakini kwako ndo unahalalisha. Upoje wewe? Acha kuniziaki basi. Ndoa utaipata, kuwa na subira. Twende ndani maana ushaanza hapa kuzungumza maneno yako ya ajabu. Haya, twende. Sasa Doris, na wewe ndio nini ukatuacha pale wenyewe wakati tulienda wote? Kwanza samani, najua mlijisikia vibaya sana kwa sababu tulienda wote na mlitaka kujua kile kinachoendelea, lakini kutokana na masharti ya shehe aliniambia nisiongee na mtu yoyote baada ya kutoka pale. Nilisi hivyo. Lakini vipi sasa zimeendelea? Mimi mzima kabisa, buheri wa afya. Asante Mungu. Mimi wewe mawazo yangu hayo. Huwezi kuamini. Nimepona, nimekauka kama zamani. Naona umeng'aa. Nikwana wewe, chizi ya kuuma wewe. Kweli kuuma kumpendezi mtu. Yaani mlivoniacha kule ndani na shehe, nilitoka naye kimapenzi. Yaani mlifanya mapenzi? Ndiyo. Ilikuwa ni masharti ya dawa. Ndio maana alitutoa yule shehe. Aliniambia ili dawa ifanye kazi na iweze kujichanganya vizuri, lazima tufanye hivyo. Na mimi kwa kuwa nilikuwa nahitaji kupona, sikuwa na hiana, ikabidi nikubaliane na kila hali. Lakini kikubwa si umeshapona? Mimi mzima. Ila sasa chonde, naomba usimwambie mtu. Natoka. Nimefanya hivyo na shehe. Nimetokea kumpenda kupita maelezo. Toba. Nahisi kuchanganyikiwa kwa ajili ya shehe. Natamani hata muda huu niwe naye tu. Bwana, sasa unajua mimi nilikuwa tunapita kuja kujua hali yako. Mandhari umeshapona ndugu yangu. Acha mimi niende nikiendelea majukumu yangu. Hata usijali shogangu, mimi mzima. Doris, Mrs. Shehe. Ndo mwenyewe. Yaani hapa usijali, wewe jambo lako liko kwenye mikono salama. Sasa nakuja. Ngoja niende hivi. Narudi. Wewe. Mchungaji wewe yupo. Kuna mke wake. Sina shida na mchungaji Joshua. Nimekuja kwa ajili ya mama mchungaji. Una shida na mke wake? Kwani nyinyi mnajuana? Ni rafiki yangu. Kwani vipi? Wow. Karibu shogangu. Asante. Jamani. Habari za wewe? Nzuri.
Naona uko peke yako. Baba mchungaji yuko wapi? Baba mchungaji ametoka kidogo. Kumbe hadi kwangu unapajua. Nyumbani kwako huko kupotea napo. Akati kila mtu anamfahamu mchungaji Joshua. Eti basi Mungu ni mwema. Nashukuru. Nimekutana na nini mmoja kama mcharuko hapo mlangoni, nimekutana naye. Ni nani yako? Yule anaitwa Monica. Ni rafiki yangu sana. Yaani yule dada ni mchangamfu sana. Alafu isitoshe ni mcheshi mno. Ndio maana unahisi kama ni mcharuko. Mcheshi? Hapana. Jinsi anavyoonekana, kwa mimi singeweza kumudu kabisa. Unaonekana una moyo wa kumudu marafiki kama hao. Mimi marafiki kama hao kwa kweli siwawezi. Hongera. Lakini hebu achana nao marafiki wa mtaani micharuko. Hebu tuwe marafiki mimi na wewe. Unaonaje hiyo? Usaidiane katika shida na raha. Uwe dada yangu, niwe mdogo wako. Tuwe na urafiki wa faida. Achana na marafiki kama hao wa mitaani. Wanakusaidia nini? Eti Hebu tuunde urafiki wa mimi na wewe, tusaidiane katika shida na raha. Achana nao watu ajabu. Hawakusaidii chochote. Zaidi unaweza ukawa unapoteza vitu. Kuna misaada naipata kutoka kwao, ila kuna vingine nakosa. Ila kama unanifungua vile. Oh dear, muda mrefu tumepiga story. Hamna juisi wala soda. Hivyo vitu hapa ndani kwetu. Labda nikupe tu maji shogangu. Kwa sababu kutokana na maisha yetu bado sana. Kwanza tunajitafuta. Nyumba nzuri kama hii hamna soda wala juisi. Itabidi nikusaidie. Kuna ununue japo hata matunda. Jamani, yote hii hiyo fedha itakusaidia kununua matunda au kitu chochote kile. Ila naomba kesho kama utakuwa na muda nikutoe lunch au dinner. Basi sawa, hamna shida. Nitashukuru. Mimi niko tayari. Ni mwanzo mpya wa urafiki wetu. Ninafurahia kuwa na urafiki na wewe. Haya basi, mimi naenda. Asante, ufike salamu. Hivi huyu dada ni nani kwenye maisha yangu? Mbona anakuja kwa spidi hivi? Au kuna kitu ananipeleleza? Ngoja nione. Huenda Mungu ana neema yake. Wewe wadada, unaambia nimekufuatilia kutoka huko mpaka hapa hivi? Unajua sikujui, ila si ndo dada ule niitia mchungaji Joshua pale. Safi, kumbe unanijua. Yaani wewe mimi nikupeleke kwa mchungaji Joshua, lakini wewe leo huyo ndio unajifanya unamjua mke wake toka miaka hiyo ya nyuma na kumfuata kwenda kumwambia Monica hakufai, sio rafiki, sio nini, sio nimeongea neno kibao. Wenzani sijasikia. Kwa taarifa yako sasa nimesikia vyote. Unajua mwanzo mimi nilikuwa nadhani nyinyi dada weupe mna akili sana. Kumbe hamna kitu
Hivi wewe urafiki wangu na Doris ulipotokea unapajua? Urafiki wangu na Doris ulipotokea unapajua? Au leo tunajifanya kimbele mbele? Sorry sister, sorry for everything. Sorry. Yaani umenikosea, unaendelea kunikosea. Unaniambiaje? Feel here. Sorry, samahani. Unaniambia mimi sorry? Dada, hujanisomesha dada. Kwanza hapa nilipo na njaa, na unavyonyongesha kwa Kiingereza chako ndo njaa inazidi kupanda mara 2. Wewe. Sorry. Kama naweza kwenda nyumbani? Yaani bahati yako tu ni kwamba leo toka asubuhi sijakula mpaka saa hizi. Na kingine niliamkia upande wa kulia leo. Bila hivyo, ningekuonyesha. Mr. Beli. Habari yako ndugu yangu? Salama ndugu yangu, mambo vipi? Fresh bwana, unaelekea wapi? Nafika kanisani mara moja. Wakati. Na mimi nilikuwa nina msikitini. Sio kupata wasaa wala dakika 2-3 tuongee. Haina neno ndugu yangu. Sawa. Karibu ndugu yangu. Sasa Beli, nyinyi mnaabudu miungu mingapi? Mungu mmoja. Sasa kama Mungu mmoja, kwa nini ana matawi? Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na wote mnaabudu kwa usawa. Hapana, Mungu wetu si ana matawi. Sasa hivi tuna Mungu mmoja, ila mwenye nafsi 3 tofauti. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii kwa pamoja tunaita ni Utatu Mtakatifu, ambako Mungu Baba ndo muumba kila kitu. Na yeye ndo chanzo cha uhai wetu mimi na wewe kwa sasa. Na kuhusu Mwana na Roho Mtakatifu majibu yake utayapata katika kitabu cha Yohana 1:1 mpaka mstari wa 14. Na ile aya ya 14 mstari wa 26. Nafikiri umenielewa vizuri. Sasa mimi nina swali juu yako. Sura Al-Ikhlas namba 112 mstari wa 1 mpaka wa 4 inasema, Allah ni mmoja na wala hana mfano. Lakini kwenye Qur'ani ametumia wingi, yani sisi. Mfano sura ya 2 mstari wa 23 na ile ya 15:9 ametumia wingi, yani neno sisi. Na kama ninyi mnasema Allah ni mmoja na hana mfano, na Qur'ani hiyo hiyo imesema sisi, ina maana ni zaidi ya mmoja. Je, wapo wangapi? Sikiliza Abeli rafiki yangu. Mungu ni mmoja ambaye ni Allah, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa na hafananishwi na chochote. Ila neno sisi kwenye Qur'ani hutumika kama kiwakilishi cha heshima, nguvu na mamlaka ya Allah. Na kwenye lugha ya Kiarabu neno sisi hutumika sana kwenye heshima. Hivi umenipata vizuri Abeli rafiki yangu? Isikusumbue rafiki yangu. Sio na shida katika hilo. Au na lingine? Hapana, sidhani kama lipo. Labda kwa wakati mwingine. Basi sawa, uwe na siku njema. Nikae kanisani na mimi nielekee msikitini. Basi sawa, nikutakie ibada njema. Sawa ndugu yangu, na kwako pia. Sawa. Hapo. You know me. Dada, leo nimekuja na za ndani. Dunia ina siri. Kaa tuongee shoga yangu. Assalamu alaikum. Salamu. Mimi natoka. Hey. Monika, samee shoga yangu, nilikuwa sijakwambia. Huyo shemeji yako. Hey! Afu, sikuna jambo kwa nataka kuniambia. Niambie sasa nisikie.
Na jambo gani tena ndugu yangu? Mimi niko tu napita pita huko nikaje nikupe hai. Sina mimi sina cha kuongea. Hebu bwana, hebu acha uzushi wewe naye niambie. Kwani unakuwa hivyo lakini? Ila leo ndugu yangu au umejua kuninyoosha. Wewe. Kwa heri. Monica, ina maana ni bado tu na mitazamo mibaya juu ya watumishi wa Mungu? Aswa Abeli, na hakuna kitu chochote kitakachobadilisha msimamo wangu, kwa sababu hiki ambacho nakiamini wala hata sijasimuliwa, nimekishuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu. Monica, unachotakiwa kukifanya ni kufuata tu maandiko jinsi yanavyosema, kwa sababu wachungaji ni binadamu, tena wenye damu na nyama kama tulivyo mimi na wewe. Hivyo kukosea kwao ni sehemu ya ukamilifu wao, kwa sababu hawezi kuwa kamili pasina kukosea. Kwa hivyo Monica, rudi tu kanisani. Kanisa linakuhitaji sana. Yesu anakupenda Monica, usimwache kwa sababu yeye ni mwokozi wa maisha yako. Hivi Abeli, mbona kama uko serious sana kunilazimisha mimi nirudi kanisani? Ndugu yangu, unataka kunitafutia mume mwimba kwaya nini? Sasa ni hivi, mimi mwenzako sasa hivi siamini wachungaji wala mashehe, ila tu ninachokijua Mungu popote yupo. Na mara nyingine tukikutana, Abeli, na kuomba tusiongee tena hizi mada, kwa sababu nitakuvunjia heshima. Oho, Niulize hayo maswali yako, lakini yawe ya katika msingi wa imani. Nimekuita hapa shehe wangu ili unijaze maarifa. Qur'ani 17:32. Wala msikaribie zinaa. Hakika zinaa ni uchafu na ni njia mbaya. Qur'ani 24:2. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanaume, kila mmoja apigwe viboko 100 ikiwa hajaoa wala kuolewa. Na isitoshe shehe wangu, Mungu ametuambia sisi wanawake wa kuoa na sio taka kuoa, basi wajizuie na zinaa. Lakini kwako imekuwa tofauti shehe wangu. Haujaoa mpaka sasa hivi na uonekane kuumizwa na hali ya kutokuoa. Tukufikirieje sisi tunaojifunza kutoka kwako? Hello mlembo. Mashaallah. Mambo? Salama kwema? Kwema, sijui wewe. Poa. Naitwa Edeni. Sorry, unaitwa nani mwenzangu? Monica. Monica. Jina zuri sana. Monica. Samahani, naweza kupata mawasiliano yako? Yenyewe naamua siku hizi kuanzia asubuhi mpaka usiku tunapolala nakaa tu kutomba namba za simu, lakini cha ajabu hamututafuti na wala hamutupigi. Kwa hiyo zinajaa tu kwenye simu kama pamba. Wewe niambie, uko na shida gani? Monica mlembo, sidhani kama hii sehemu inawezekana ikawa sehemu sahihi sana mimi kuzungumza dhamira yangu juu yako. Naomba nipatie mawasiliano yako, nikiwa na muda nitakupigia mpenzi wangu. Nipe namba yako. Bwana we, usiletee mashairi hapo. Unanitaka au? Of course nakutaka Monica. Amna mwanaume anaweza akataa kuwa msichana mzuri kama wewe. Sasa unazunguka zunguka. Wewe niambie bwana Monica, mimi nakutaka. Ulisema unaitwa nani tena? Naitwa Eden. Unaishi wapi Eden? Naishi hapo kati mtasoma. Mtasoma ngapo? Unaishi tena? Naishi na kangu. Yaani wewe unaishi nyumbani kwa kaka yako ama kaka yako anaishi nyumbani kwako? Mimi naishi nyumbani kwa kakangu. Monica, msalaba na jumlisha zinafanana, lakini hazina maana sawa. Please naomba nipe nafasi. Yaani hiyo ndio shida yenu nyewe wanaume wa daa.
Kula yako ujui, kulala yako ujui. Leo unakuja unanipenda mimi Monica. Haya. Bwana Eden, nishakupa hiyo chance sana, mimi nakupenda pia. Utanipeleka huko kaka na mimi nikakaa na ndugu wa Mungu. Sikiza nikwambie. Hapa mjini tafuta hela. Sawa? Ukishazipata kwenye kibaba hichi utanipata handsome boy upo. Nitafute kwanza. Wife, mbona nasikia harufu ya manukato makali makali? Umenunua perfume mpya nini? Hapana. Hiyo hela kununua perfume mimi naipata wapi? Sema kuna mwanamke mmoja alikuja hapa, ni mrembo kwelikweli. Huenda ndo kaacha au marashi humu ndani. Oh. Amesema yeye ni jirani yetu, japokuwa sijajua anaishi wapi kwa hapa. Lakini pia amesema amevutiwa sana na huduma zetu. Kiufupi, yeye ni shabiki yetu mkubwa sana. Na amekuja hapa, anahitaji urafiki na mimi. Lakini kwa nilivyomwangalia na kwa kumsikiliza tu, urafiki wetu utakuwa faida sana. Hivyo nimemkubalia. Sawa. Nimeuliza hivyo kwa sababu unatakiwa kuwa makini kidogo. Kwa sababu kuna marashi mengine watu wanayatumia lakini si rafiki sana kiroho. Kwa makini wakati mwingine na manukato ya style tofauti tofauti yenye harufu tofauti. Kuna namna kiroho hayakai vizuri. Niko ndani.